Nilijitahidi kadri ya uwezo wangu kufanya vizuri darasani ili niweze kutekeleza ahadi yangu. Lakini kwa hali iliyopo hivi sasa, sidhani kama naweza nikatekeleza ahadi hiyo. Unajua kuna wakati mwingine natamani nikatafute kazi ili nipate pesa ya kujilipia ada. Warau hata kama hiyo form 6 kinishinda, basi hata form 5. Lakini huko mtaani kazi zenyewe hakuna. Marafiki zangu wapo tu kijiweni, wamekaa hawana kazi yoyote. Maisha ni magumu baba. Maisha ni magumu. Baby, mapenzi kikoozi, kuficha nimeshindwa. Tena sorry kama nakukwaza, ila moyo unasema nakuhitaji. Nakuhitaji baby. Endapo kama ikitokea nikashindwa kutimiza malengo yako, naomba unisamehe sana. Jitahidi kumuomba Mungu wako, atakusaidia. Utatimiza malengo yako. Nimefurahi sana leo kuona. Kumbe wewe ni mtu ambaye unamnyima usingizi kakaangu Mwenzako yani hadi kwa ajili yako. Halali vizuri kwa ajili yako. Akikaa kazini yani kazi haziendi vizuri kwa sababu yako. I say yani wewe ndio yani oh my god. Nasikia raha sana kukutana na wewe. Lakini mimi simpendi. Ila tu mamangu analazimisha niolewe naye. Ikiwa siwezi kumkatalia mamangu, kwa hiyo sina uamuzi. Siwezi kumkatalia na siwezi kumkubalia. Nikwambie kitu. Kaka yangu anakupenda sana. Alafu kaka yangu sio mwanaume kama wanaume wengine wanaowafikiria. Ali ametulia. Ali ana akili zake timamu. Afu Ali ni mtu mwenye heshima zake na wala hana tabia visiana kama wanaume wa mjini. Kakangu mimi ametulia, alafu anajielewa na anajifahamu, alafu ni mtu mzima. Kubali uolewe na kaka yangu, anafanya kazi nzuri, ana uwezo wa kukulea, kukupa kile unachotaka. Ana uwezo kukuoa na kukuweka ndani. Au wala hata kuchezea. Na wala hana hata mpango wa kukuchezea. Please. Kwa kweli mimi simpendi, tena simpendi kabisa. Kwanza hatuendani. Unajua wewe, si unaitwa kiboyfriend chako Kijuma sio kinani ndio kinakuchanganya akili. Mimi kakangu ana akili zake timamu, gentleman la nguvu. Labda unapata maamuzi magumu sana kufikiria. Ngoja nikwambie siri ya watu matajiri hapa nchini. Unajua yao ni moja. Wao huwa wanaamua maamuzi magumu sana. Yaani wakati ule maamuzi magumu yanawajia kwenye akili yao, ndio wanayafanya hivyo bila hata kufikiria mara mbili au mara tatu. Hata wewe pia nakushauri. Usipate nafasi ya kufikiria mara mbili mara tatu ile swali. Amua tu, yani amua tu kuolewa na kaka yangu kuliko kuendelea kuchezewa. Najua hapo unafikiria kukubali au la. Na una wakati mgumu sana. Lakini sasa amua tu kuolewa na kaka yangu. Unaonaje? Jinga, niamshamsha tu usiku ovyo. Mimi masuala ya kunipigia simu usiku hata sipendi. Alafu kwanza mama yangu anaanza kanifikiria kibaya kwamba naongea na wanaume, kumbe naongea na chizi wewe. Haya unasemaje? Samahani.
Unajua nilijisikia vibaya baada ya kuniambia mamake Jennifer amelazwa. Nimeamua kugairisha safari yangu kwa ajili yake. Usiwe mnafiki wewe. Umegairisha safari kwa sababu mamake Jennifer au kwa sababu kakaangu amekataa kuondoka na wewe? Wala mapenzi na mamake Jennifer umeanza saa ngapi kama uliweza kutaka kuondoka ukamwacha rafiki yako kipenzi mamake anaumwa? Leo ndio ujifanye umegairisha safari kwa sababu yake? Sema tu kwa sababu kama amekataa kuondoka na wewe. Sawa. Nimegairisha safari yangu kwa sababu ya kakaako. Basi nielekeze mamake Jennifer amelazwa hospitali gani? Mimi mwenyewe sijui, nilisikia tu yuko hospitali. Naomba niende, usiku mwema. Nana subiri. Nini tena? Jana anaendeleaje? Nimeshakwambia achana na kakaangu. Joni anaendeleaje? Hauoni hata aibu? Umeshamsababishia matatizo mangapi kakaangu mpaka bwana anataka kumfuatilia? Hivi Nana, sitaki na wachane na kakaangu. Nana, wewe unajua mimi jinsi gani nampenda kakaako au ninapata shida gani kwa ajili ya kakaako? Sawa, nimekukosea rafiki yangu, basi nisamee. Mimi nakuomba umwache kakaangu, usiku mwema. Makubaliano yetu ulitakiwa umshawishi Johari aendelee na masomo. Lakini mpaka leo mimi sioni Johari kujiandaa. Namuona yupo tu. Na mimi mpango wangu ulikuwa sio Johari asome hapa, ilikuwa nimpeleke boarding. Hebu jaribu kumshawishi basi mwenzako at least amalize shule. Mama, nimejitahidi kadri ya uwezo wangu lakini hataki kunielewa. Na unamfahamu binti yako, sio mtu kumwambia jambo kwa mara moja akaelewa. Sasa mimi ningefanyaje mama? Ulitakiwa usimame kama mwanamume. Ungemshawishi Johari, bwana Johari, mimi ni hivi kama hutaki mimi na wewe basi. Kwa jinsi ninavyomjua mwanangu, wewe katika kukupenda sana. Na mimi siwezi kuatisha mapenzi yenu. Sawa, mimi mamake pia nilikuwa hivyo, nilikuwa napenda, lakini nimemaliza shule. Unajua mimi natumia gharama nyingi sana kumsomesha Johari. Mimi na babake mdogo. Nataka at least afike form 5 kama wewe. Kila siku anarudia mwaka. Mimi nataka asome form 3, form 4 mpaka form 5. Hata kama asipofaulu, asipofika chuo kikuu, potelea mbali. Hiyo haijalishi. Lakini at least amemaliza form 5. Na mimi nilikuwa nakutegemea. Hebu simama kama mwanamume. Simama, mshawishi. Mimi naumia. Mshawishi basi at least mwanangu afike hata form 5. Mama, nimeshamshawishi sana lakini ameshindwa kunielewa kabisa. Sawa. Sasa mimi najua la kufanya. Nitahakikisha natumia njia mbadala mpaka wewe na Johari na watenganisha.